Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu wetu ni mwema, na hii ndiyo asili yake. Hii ni asili ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu wetu ni asili ya wema na fadhili. Basi tusali kuongozwa na Roho Mtakatifu ili Roho Mtakatifu atuongoze katika tafakari tutakayopata siku hii ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Roho mkuu, mfariji mwema, mwenye kila kitu chema, uje kutuangazia na imara kututia. Tuyashike mafundisho yako, tuyashike mpaka mwisho. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Mpendwa, nikukaribishe sasa. Leo tunakwenda kupata tafakari fupi. Tafakari hii inatusaidia sisi kuenenda katika miongozo ya kiroho zaidi. Mara nyingi zaidi ninapenda kuelezea mambo mengi, mambo ya kiroho, mambo ya familia, mambo ya sisi vijana, mambo kama hayo. Basi leo nimekuletea ujumbe mzuri kwa ajili yako. Kati ya mambo ambayo unapaswa kujifunza wewe kama Mkristo, Mkatoliki, mbatizo, ambayo unamkiri Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na hivyo basi nikualike sasa tuende kujifunza pamoja na kutafakari ujumbe huu utakaopata leo. Basi ndugu zangu, katika maisha yetu tunataka tujifunze kwamba Yesu Kristo ametukomboa. Bwana wetu Yesu Kristo ametukomboa. Huyu Bwana wetu Yesu Kristo, hii ni huruma yake. Huruma ya Bwana wetu Yesu Kristo. Huruma ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nyuma yake kuna picha ya Bikira Maria. Hiyo picha ya Bikira Maria. Basi hii ni ishara kwamba walishirikiana vyema kama mtoto na mamaye. Hivyo basi katika maisha yetu tunatakiwa tutambue kwamba sisi kama wasafiri, sisi Wakristo tupo katika safari nzito. Tupo katika safari ambayo ina vikwazo vingi, ina majaribu mengi, ina matatizo mengi sana. Katika safari hii kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza katokea katika wakati wowote ule pasipo kutarajia wewe mwenyewe. Hivyo basi kabla ya majaribu hayajakukuta, ni heri zaidi ujue namna ya kupambana nayo. Wewe kama Mkristo, kulia sio jibu. Kwanza kutoa machozi sio jibu. Bado huwezi kupata majibu. Matatizo yakikukuta yamekukuta tu. Cha kufanya, tafuta namna ya kuyatatua na kuondokana na hiyo shida. Na ndio maana mara nyingi unaweza kuona kwamba Mkristo, Mkatoliki, labda anapopitia changamoto, na mwingine mtu ambaye tu ni wa kienyeji tu, labda asali, hana dini yoyote, anavyoyatatua matatizo yake ni tofauti. Kuna tofauti mkubwa sana. Wewe kama Mkristo, linapokuta jambo ambalo ni zito, ni tatizo kubwa sana kwako, linakuta jambo ambalo ni liwenda labda litakuumiza, litakusababisha upate shida katika maisha yako, basi ukumbuke kwamba inapaswa utulie, usikurupuke katika kufanya maamuzi. Unapofanya maamuzi yoyote yale, ni lazima kabisa umshirikishe Mwenyezi Mungu. Usiziendee akili zako wewe mwenyewe, hutoweza. Na ndio maana tunaweza kuona kwamba unapotatua changamoto ni lazima uwe umetulia. Unapofanya maamuzi yote, hata kama magumu, makubwa kiasi gani, lazima utulie chini, ujitafakari. Je, kitatokea nini? Ni madhara gani yatakayotokea baada ya kuchukua maamuzi yangu? Hivyo basi hata sisi inabidi tujue, unapotafakari, unapokuwa umetulia hivi, ukikaa chini hivi, utajua nini cha kufanya.
Lakini from nowhere unaamua tu kufanya hivyo maamuzi, yani baadaye ukishafanya tu hicho kitu unaanza kujutia, hivi kwa nini mimi nimefanya kile? Hivi kwa nini mimi nimefanya hivi? Na ndio maana Waswahili wanasema, wengi wanasema kwamba usiruhusu njaa ikusaidie kufanya maamuzi, kwa maana ukishiba utajuta. Ndivyo hivyo inatufundisha kwamba unapopatwa na majaribu, kaa chini ufikirie, usikurupuke tu. Hata kama na matatizo makubwa ni kiasi gani yamekuta, ni lazima ukae chini ufikirie namna gani ya kupambana na hilo jaribu, na sio kuanza kutoa machozi. Kutoa machozi haiwezi kuwa jibu. Kuanza kutoa machozi kwa muda mrefu, utakuta mtu anatoa machozi muda mrefu, anaumiza akili yake muda mrefu. Ndugu zangu, mizigo yetu tuitoe kwa Kristo. Mizigo yetu tumwachie yeye. Mizigo yetu tumkabidhi yeye tu. Mizigo yetu inayotulemea katika maisha yetu tuitoe, tusiibebe peke yetu, hatutaweza. Kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo alisema, njooni kwangu enyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wewe je, mzigo wako ni nini? Ni upi? Jitafakari, mzigo wangu mimi ninavyoishi katika haya maisha ni upi mzigo wangu? Ni lazima ufikirie kwamba je, mimi nina mzigo upi ambao ninashindwa kupambana nao kabisa katika maisha yangu. Kila nikijaribu labda kupambana na mzigo huu unanilemea, nashindwa kabisa kufika sehemu fulani, level fulani, labda nashindwa kufikia biashara fulani, nashindwa kutimiza lengo la kukamilisha biashara fulani. Shida nini? Ni kwa sababu mzigo wako bado hujauruhusu Yesu Kristo akusaidie. Yeye anaweza kubeba mizigo yote, kwa kuwa tayari alishatuhakikishia kwamba kutakuwa kuna mbingu mpya na nchi mpya. Na ndio maana yeye alishatuhakikishia ukombozi umetimia. Yeye ameshatukomboa kwa thamani, ashatukomboa kutoka utumwani mwa Shetani. Tusimfanye Kristo awe kikwazo, awe ni jalala la kutupia uchafu, bali tumheshimu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa sababu wapo watu ambao utakuta mtu ni wa dhehebu fulani, utakuta mtu ni wa dini nyingine tofauti labda na Ukristo. Ukikutana naye unaanza kubishana naye kwenye mambo ya Mungu. Unaanza kubishana naye kwenye mambo ya Mungu ya nini? Wewe baki na imani yako, linda imani yako tu. Utakuta mtu ana akili zake kabisa, ni kiongozi labda wa dini, anaanza kudharau dini ya mwenzie, alafu baadaye anajitanabaisha mbele za watu kwamba mimi ni mtu mwenye imani. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu atusaidie sana, ili yale tunayoyatenda tuyatende kwa kufikiria kwanza, kwa ufahamu, kwa kutambua, kwa kuchambua yaliyo mema na matakatifu. Bwana Mungu wetu huchagua watakatifu, huwachagua watu walio wema na watakatifu. Ndugu zangu, tunapotafakari juu ya maisha haya, juu ya maisha ya kubeba mizigo katika maisha yetu isiyokuwa na maana,
ifikie muda unaona kabisa huu mzigo mimi siwezi, nimwachie Kristo, kwa kuwa yeye amekwisha kutuagiza kwamba mizigo yote inayotulemea katika maisha yetu tuitue kwake. Yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Yeye ni kiongozi, yeye ni mwamba wa maisha yetu. Hivyo basi tumealikwa, tumepewa daraja la kuvuka ng'ambo nyingine ya pili ya zaidi kwa kumfuata Yesu Kristo, kumwamini. Ndugu zangu, yatupasa kumheshimu Kristo katika uongofu wa mioyo yetu. Kama wewe mwamini Kristo, usisababishe na wengine wasiamini kama wewe. Kama wewe unamwamini Yesu Kristo, mwamini kama unavyoamini wewe, wala usimlazimishe mtu aamini, wala usimtenge mtu kwa sababu unataka yeye aamini kama unavyoamini wewe. Amini kitu unachokiamini wewe, sadiki kitu ambacho nakisadiki wewe. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu atubariki sana, azidi kutuinua katika mioyo yetu, ili tabia zetu, mienendo yetu, mawazo yetu, tabia zetu, hisia zetu zote ziwe zina mkusanyiko wa kujitafakari kwa kina katika maisha yetu. Ndugu zangu, wakati mwingine usipende kushindana na mtu kwenye mambo ya kanisani. Usishindane na watu, usipigane vikumbo na watu wa dini nyingine. Ni kwa sababu wao wanataka uwe kama wewe. Usikubali. Linda imani yako Katoliki. Linda imani hii ya kweli, takatifu na sahihi. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu atuongoze katika maisha yetu, atubariki sana katika maisha yetu haya. Na siku zote inakupasa wewe uishi kwa imani ya kweli isiyoyumbishwa, imani ile ambayo Mungu amekujalia kama zawadi. Mwenyezi Mungu amekujalia kama zawadi, basi imani ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hivyo mshukuru Mungu kwa zawadi hiyo, mtukuze yeye kwa zawadi ya imani. Kama tusingeishi kwa imani, ingekuwaje? Maana twaenenda kwa imani na wala si kwa kuona. Andiko hili ndugu zangu lina maana kubwa sana 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 sana. Tulitafakari katika maisha yetu kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Hivyo hiyo taa imulike njia zetu zote, ili tuweze kuona makuu na matakatifu ya Mungu, ili tuweze kutafakari makuu ya Mungu, tutafakari uwezo mkuu wa Mwenyezi Mungu na upendo wake katika maisha yetu ya kila siku. Tuyatafakari maisha haya, tutafakari rozari ya Bikira Maria, tutafakari rozari ya Bikira Maria mama wa Mungu, tutafakari rozari ya huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu, hii miale unayoiona ni miale, ni chemchemi ya huruma ya uzima wa milele. Hii ni damu, hii ni maji. Ndugu zangu, huruma ya Bwana Mungu wetu ni ya milele. Huruma yake haifananishwi na lolote. Huruma ya Mungu ni ya milele, ni ya kizazi hata kizazi. Mambo mengi yanapita, matatizo mengi yanapita, marafiki zetu wengi tu wanaondoka, wanachukuliwa na Mungu na kupelekwa kwa mbinguni, lakini ukumbuke kwamba yanipasa nitengeneze njia ya kumuona Mwenyezi Mungu katika maisha yangu. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo.
Mwenyezi Mungu awabariki sana na kuwaneemesha katika maisha yenu, ili kila siku muweze kutafakari makuu ya Mungu na kuyaishi katika maisha yenu. Tumsifu Yesu Kristo.